kitu ipo. Ipo. Uchawi upo kabisa, mnafanya kabisa wasanii. Upo. Nipe mfano. Mfano mimi mwenyewe. Wewe una practice witchcraft. Kusema mfano anachanganya, yani kama tulete vifaa tutandike vitambaa vyeupe kazi ianze ofisini au na maanisha. Okay, so tuseme kwamba ngoja. So unachosema ni kwamba wewe ili unafanya uchawi ili muziki wako uhit ama unafanya kwa mazingira gani? Na sababu gani? Sikiza nikwambie. Uchawi ulivyo. Mimi kwanza sikuwa naamini ya mambo kabisa. Mwanzo nilikuwa kama wewe hivyo. Nikiambiwa hivyo vitu nashtuka, uchawi, mganga, naona mambo gani haya? Ila kuna siku nilienda mtaani kwangu nilikozaliwa wakati nishakuwa star. Wakaniambia bwana mwanetu usituache hivi mama zako tupate tena la soda. Nikawa nimewapa hela pale nikaondoka zangu. Nilipofika zangu nyumbani kwangu kuna mtu libida niletee hela kutoka another city. Nikafanya show. Yule mtu kaja na hela, alipofika pale Dar es Salaam akasema bwana kuna utata umetokea huko. Watu hawataki wewe ukaimbe, wanamtaka msanii mwingine. Kivipi? Mabango yote, mistimu yote imeshabandikwa, matangazo kwa kifupi yameshaendelea. Nikamwambia inawezekana vipi? Sasa kwa bahati mbaya nzuri mwanamke aliyekuwa naye ni master vile vitu. Yaani mpenzi wako, mwanamke wangu kwa kipindi hicho. Hiyo ilivyoshindikana ikatokea show nyingine, ikashindikana. Yaani show zote ikawa zimetiki. Ila kwenye kupewa hela tu ndio ikawa kipengele. Mwanamke akaniambia hebu ingia kwenye gari tuondoke. Ndio kwa mara ya kwanza napelekwa kwa mganga sasa. Picha linaanza niingia pale. Ila ile nazi nilikuwa sina. Mama yule mtaalamu ndio kaninunulia mimi nazi. Kaniambia utanirudishia langu. Ikapigika kazi pale, nazi zikachukuliwa, zikachorwa. Wapi huko sasa? Tanga, Dar es Salaam. Dar es Salaam pale. Kwa mganga zikapasuliwa nazi pale nyingi, pigwa visomo, dua nini. Yule bwana alikuwa ananitibia, kuna kipindi kila tukipasua nazi zinafunika. Nazi kifunika maana yake mambo bado magumu. Ngoja, yani ukipasua nazi ikianguka hivi mambo fresh, mambo sawa, mpango nafunguka. Yani mwanzo mpaka nafika hapa mambo nazi ilifunuka na maana niko Kenya muda huu. Sina vizuri. Ngoja, lakini siku hiyo ukipasua nazi inafunika. Unaweza kuhisi kama vile ni nakutania, lakini siku nitakualika kwenye shughuli zangu. Kwa hiyo zile nazi ukipasua nazi unakuwa unaangalia tu. Huwezi kushiriki chochote. Sawa, wewe unatazama tu, unapata experience ya vile vitu. Ngoja. Hata uchawi maneno au nogi kaka, inabidi ushiriki. Siwezi shiriki ushirikina. Yaani nimekutana na Jovi anagopa hata kunishika mkono. Ngamba usinishika ndugu yangu. Nitaondoka na nyota yako. Na hivi ninavyoitaka Kenya. Utamwacha mtu yote salama. Kwa hiyo nazi zile zikawa zinafunika, kila tukipasua zinafunika. Mwisho wa siku wale jamaa sasa wakawa wanasema huyu jamaa kulifundi. Yaani yule aliyeniroga yuko vizuri kuliko wao wanaonisibia. Haya. Kwa hiyo kapiga simu kwa brother wao alikuwa anaishi Dubai. Bwana inakuaje bwana swali? Bwana kuna mdogo wetu bwana anaimba mambo yake haendi bwana. Tushapasua nazi. Nimesoma dua fulani, tumesoma dua fulani. Bado imeshindikana. Hebu dakika moja narudia. Jamaa akakata simu, akarudi tena. Aliporudi akamwambia, "Sikiliza. Leteni nazi moja. Tafuteni nazi kaenda kugongewa mtu ndani." Akamwambia usiku zilinunuliwa nazi ule mtaa. Magengeni ziliisha. Kaenda kugonga mtu ndani, kachukua nazi kaletwa pale. Akaambiwa someni sura fulani, wakaisoma. Video call hapo. Walipomaliza kusoma ile sura, wakaambiwa chukueni nazi, itieni kwenye maji. Ikatiwa kwenye maji ile. Akaambiwa mtafuteni mtoto mdogo. Chini ya miaka 18 hivi, kaenda kukuamshwa mtoto. Nakumbuka mtoto nilimpa 20,000. Akaenda kuamshwa ile mtoto. Akamwambia avunje huyo. Bwana ile nazi inavunjika tu, ilikuwa ni saa 9 usiku. Mpaka namaliza ile shughuli na koga nini, nakuta miskol 5 za ule mchizi. Mchizi yupi? Yule ambaye alikuwa apokee simu anataka kunipa raha yangu. Ananiambia bro, uko wapi nije tumalizane? Ngapata tunamalizana vipi saa 9 hii? Jamaa akaniambia huyu ndio ule mtu, ngambia ndio huyu alikuwa apokee simu. Akaniambia sasa sikiliza, huyu hata kumuelekeza Mwanza anakuja. Yaani hata ukimuelekeza mbele masaa 12 anakuja, yani kwa kitu tulichokifanya hapa. Kweli bwana, siku ya pili mimi nimekaa namuona kwenye location tu. Anavokuja hivi na pikipiki yake. Mpaka nyumbani kaleta lera. Na sio yule, wote ambao walikuwa wana hela zangu zinapinda. Toka ile siku mimi ndo nikasema hivi vitu kweli vipo na uchawi upo, ndo nikajiingiza rasmi mpaka sasa hivi nina group langu kabisa la wachawi.
Vitu vinaenda. Serious. Ngoja, yaani una waganga wako yani. Ni group kabisa. Kama mnavyokuwa na magrupu ya ofisi hapa, Citizen. Na unageana habari kwa makabila leo na interview. Na sisi ndio hivyo bwana, kesho nina show ndugu zangu. Watu wainuke, show iwe kali. Kila anavunja nazi. Kila mtu anapambana kwa nalipa kwa mwezi. Ngoja. Sasa unanishangaza sana. So katika matukio yako wewe unafanya ili ufaidi ama unafanya kufanya mtu mwingine vibaya? Kwa mfano unaweza kwenda kwa mganga kufanya mtu fulani asifanikiwe. Yaani inatokea yani kwenye show najua kabisa. Hii show hii ni mipango labda tuseme labda BN. Hii show BN lazima tashangiliwa kuliko mimi. Lazima kwanza nitadili na BN kwanza. Kama sauti isimkauke basi mic ikate. Yaani popote vitokee. Hivyo vitu mnafanya? Mbona mimi utaratibu wangu wa kila siku. Yaani hivyo vitu vya kawaida. Wewe unataka kumkuja Tanzania umeishia juu. Ilibidi mtafute nikutembeze nikupeleke hizo sehemu zote nini. Sitaki. Alikiba alikwambia kabisa uachane na ushirikina. Nani Alikiba? Sawa, mambo kashindwa mamangu mzazi kaka kunikataza. Yaani msikize Alikiba. Ushirikina. Kama ujui. Altars to visit. I spoke to you about it the other day, yule mwanamke alikuwa hapa. Unapopeana pale kwa Mungu kuna yule anapeana kwingine. Ila mwisho wa siku yeye anaamini yake, wewe unaamini yako. Mimi naamini kwangu Mungu ndo anazidi yote. Yeye ndo ajisikia vibaya sana siku nikikukuta wewe kwa mtaalamu. Uwezi nipata kwenye mtaalamu. Yaani usikupate tu. Ati mimi nimeenda kwa mtaalamu. Jaribu tafadhali. Haitotokea. Sitokutona kitu. Kwa hivyo hizo vitu mnyinyi mnafanya. Kwa hivyo hata wasema hapa aiye kutokea mtu ghafla tu kapandishwa cheo wewe unapenda tuna bosi. Hamna hiyo hapa. Mambo. Tajuaje sasa? Hamna hiyo kwa ipogo kwenye maisha.